Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wetu ni mwema na anatupenda. Ametupa neema siku ya leo tena tuweze kushikamana pamoja katika maombi. Kupitia kipindi hiki tuweze kupeleka maombi yetu kwake yeye Mungu wetu, ili aweze kututetea na kututendea sawasawa na mapenzi yake. Na kama vile ambavyo maandiko matakatifu ya Biblia yameandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 19 na 20, ambapo Yesu alisema, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Mimi na wewe tumekusanyika mbele za Mungu kwa imani, na tuamini kwamba haya tunayapeleka kwa Mungu, Mungu atayasikia na Mungu atatenda sawa sawa na neno lake. Basi tutakwenda kuomba kwa ajili ya watoto ambao wana changamoto mbalimbali. Tutaomba kwa ajili ya watoto wachanga waliozaliwa na udhaifu. Tutaomba kwa ajili ya watoto waliozaliwa na ulemavu. Tutaomba kwa ajili ya watoto waliokataliwa na wazazi. Na tutaomba kwa ajili ya watoto waliotelekezwa. Tutaomba juu ya watoto watukutu kupita kiasi. Na tutaomba juu ya watoto wadokozi au wezi. Na tutaomba juu ya watoto wasiopenda kusoma. Tutaomba juu ya watoto waliorithi laana kupitia wazazi wao. Tutaomba juu ya watoto waliorithi vifungo kupitia wazazi wao. Na tutaomba juu ya watoto wagonjwa. Basi tuombe. Bwana Yesu uliyejaa neema na rehema, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema, na tunakushukuru kwa kuwa ahadi zako ni za kweli. Nakusihi Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, utusikie maombi yetu haya tunayoleta mbele zako Jehova. Tunaomba juu ya watoto wachanga ambao wamezaliwa na udhaifu. Tunaomba Mungu ukaingilie kati na ukaondoe udhaifu katika miili yao, ukawatie nguvu, ukawafanye wawe sawasawa, ili waweze kukua vizuri na waweze kuwa na afya njema. Wewe ndio uliyewaumba, na wewe Mungu ndio unaweza ukatengeneza kila kitu katika miili yao na kuwafanya wawe sawasawa. Tunaomba Mungu uwatie nguvu na uondoe udhaifu. Uwafanye waweze kuwa sawasawa na vile ambavyo vinatakiwa kuwa. Na wale watoto ambao wamezaliwa na ulemavu, wewe Mungu ndio unajua kwa nini umeruhusu wazaliwe hivyo. Tunachokusihi Mungu, uwatunze watoto hao na uwakuze vyema. Uwafanye katika maisha yao hapa duniani wasiwe na maisha ya kujuta au wasiwe na maisha ya maumivu, bali ukawape faraja na ukawape yote mema ambayo wanastahili kuyapokea, ili waweze kuishi vizuri na waweze kufurahia kuishi kwao duniani. Na pia wape wepesi wazazi wao ambao wanatakiwa kuwatunza katika hali hiyo, waweze kuwatunza vizuri. Wasaidie watoto wao wasiweze kunyanyapaliwa na watu wale ambao wanawazunguka. Siku zote watoto wao wakaishi vizuri na wakakue, na wasiwe kama mateso kwa wazazi wao, bali wazazi wakafurahie na watoto wakafurahie maisha yote hapa duniani sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba pia kwa ajili ya watoto ambao wamekataliwa na wazazi. Jehova, ninaomba Baba, uwagusie watoto wao kwa upendo. Ukaondoe roho ya kukataliwa ndani yao, ukaweke roho ya kukubalika. Wafanye wapendwe, ufanye wakubalike. Wazazi ambao wamewakataa, ninaomba Baba ukageuze mioyo ya wazazi hao. Uwafanye kukumbuka
na kuthamini zawadi ile uliyowapa ya watoto, wakapate kurejea kwa watoto wao, wakawatunze na wakawape haki zote ambazo wanastahili kupokea watoto hao, ambayo ni haki ya upendo kutoka kwa wazazi wao. Na watoto hao ukawafanye wakawe na maisha mazuri, ukawafanye waweze kufanikiwa na wakapate kukubalika kokote watakapokwenda duniani. Hiyo roho iliyokuwa kwao ya kukataliwa isiendelee tena kukua, wala isipate nguvu, wala isiwafanye kukataliwa na watu wengine, bali wakakubalike na wakakubalike milele. Naomba pia kwa ajili ya watoto ambao wametelekezwa na wazazi wao. Mungu, ninaomba ukawaguse hao watoto. Ile roho iliyokuwa kwao ya kuwafanya wakataliwe na kutelekezwa, ninaomba Baba Mungu ukaiondoe kwao. Wape hao watoto kupata upendo na malezi na matunzo mema. Wasiwe watoto wenye kuhangaika, bali wakawe ni watoto ambao wanathaminika na wakapate huduma zote na matunzo yote kupitia wazazi wao, na maisha yao yakawe mazuri siku zote utakapoishi hapa duniani. Na kama wamefikia hatua ya kukua na kujitambua, uondoe maumivu ndani ya mioyo watoto wao, wasisikie kuumia kwa sababu ya kutelekezwa, bali uwape faraja na uwape kukubalika tena, na ufute mateso yote na maumivu yote yaliyokuwa ndani ya mioyo yao. Na wale watoto ambao ni watukutu kupita kiasi, Jehova, wewe ni Mungu ambaye unarekebisha, unaweza kurekebisha tabia, unaweza ukaondoa pando lolote ambalo halifai ndani ya watoto hao, ambalo linasababisha wewe watukutu kupita kiasi. Na kusihi Mungu uwape utulivu wa watoto, utulivu wa akili, utulivu wa nafsi, na utulivu katika mioyo yao, wakapate kuwa watoto ambao sio watukutu kupita kiasi, na wala wasio watoto waharibifu, bali uwageuze na kuwafanya kuwa watoto wema, watoto watii, watoto watulivu, na wenye kufanya mambo yote kwa jinsi ile ambayo wanatakiwa wayafanye, ambayo ni kawaida ya watoto au ni kawaida ya wanadamu, na sio kuwekwa katika kundi la watoto watukutu kupita kiasi. Naomba Mungu ukawasaidie watoto hao na ukawasaidie wazazi wao waweze kuongoza vyema, ili watoto waweze kuwa na tabia njema. Na kwa ajili ya watoto ambao ni vidokozi au wezi, Mungu nakusihi hiyo roho ya wizi ikakome ndani ya watoto wao, ukaing'oe ndani mwao, ikaharibiwe kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya wizi, roho ya udokozi, roho ya yoyote ile ambayo haifai, kwa jina la Yesu Kristo tunaipinga na tunakataa isiendelee kuwepo kwa watoto hao ambao wazazi wao wananisikiliza au ambao watoto hao wananisikiliza. Ninaomba Baba Mungu ukawatetee hao watoto na ukawaondolee hiyo roho ya wizi, uwageuze wakafanyike kuwa watoto wema wasio na tamaa. Hayo mapepo na hizo nguvu zote zilizoharibu akili zao na kuwafanya kuwa watoto wezi, na kusihi Mungu zikaharibiwe kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu, kwa kuwa ninaamini watoto hawa unakwenda kuwageuza na kuwabadilisha na kuwafanya kuwa watoto wema, wasio wezi, wasio vidokozi, wala wasio na tamaa mbaya. Wewe ndiye Mungu unayeweza, wewe ndiye Mungu unayetosha, wewe ndiye Mungu uliye mwaminifu, wewe ndiye Mungu uliye na nguvu. Nguvu yako inatosha na inaweza, na nguvu yako ni kuu, yaweza kuondoa tabia yoyote ambayo haifai ndani ya mtoto huyo. Na wale watoto ambao hawapendi kusoma, naomba Baba Mungu ukawape kiu ya kusoma, wakapate kutambua kwamba elimu ni muhimu na ndiyo itakayowafanya wawe na maisha mazuri na uelewa mzuri wa jinsi ya kuishi na watu mbalimbali hapa duniani, na jinsi ya kuendeleza maisha yao na kufanikiwa. Na kusihi Mungu ukawafanya watoto waweze kupenda elimu, waweze kupenda kufundishwa, waweze kupenda kusoma, waweze kupenda kufuata miongozo ile ambayo wazazi wao wanawapa.
na wale watoto ambao wamerithi laana kupitia wazazi wao, na kusihi Mungu kwa jina la Yesu Kristo uwasamehe watoto hao, uwarehemu watoto hao, na uondoe laana ambazo wamepatilizwa kupitia wazazi wao. Naomba Baba Mungu uwatakase na uwafungue. Na hata wale ambao wamerithi vifungo kupitia wazazi wao, kupitia maombi haya, na kusihi Mungu ukaondoe vifungo walivyonavyo, na kusihi Mungu ukawatakase, na kusihi Mungu ukawafanye kuwa huru, na ukayabariki maisha yao, na kuyaponya maisha yao, na kuyakomboa maisha yao. Watoto hao wakainuliwe, wakawe na maisha mazuri sasa na mapenzi yako. Na wale watoto ambao ni wagonjwa, na kusihi Mungu ukawaponye. Wewe ndiye Mungu uliye tabibu wa kweli zaidi ya matabibu wote waliopo duniani. Neno lako na nguvu yako yatosha uweza kunyausha magonjwa na udhaifu katika miili ya wanadamu. Na kusihi Mungu usikie maombi haya na uweze kuwaponya watoto hao kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye mateso, kutoka kwenye maumivu. Uondolee maumivu, uwape uzima, uwape afya njema, uwaponye kabisa Jehova. Na kusihi Mungu pia walinde watoto wote ambao wananisikiliza, na ambao wazazi wao au ndugu zao wananisikiliza na wameungana pamoja nami kwenye maombi haya, wakihitaji uwaguse watoto wao au watoto wa ndugu zao. Na kusihi Mungu uwalinde hao watoto wote dhidi ya roho za ajali, uwalinde watoto wote dhidi ya roho za mauti, uwalinde hao watoto dhidi ya roho za kutekwa, na walinde watoto hao dhidi ya watu ambao wanatafuta kuwabaka. Na kusihi Mungu uwalinde watoto hao dhidi ya vita yoyote ile inayowalenga. Na kusihi Mungu uwalinde watoto hao dhidi ya magonjwa. Na kusihi Mungu uwalinde watoto hao dhidi ya maadui na mabaya yote yale ambayo yanawawinda. Uwafanye kuwa salama siku zote. Malaika wako wawazungukie kila waendapo, asubuhi, mchana, jioni, usiku, kila mahali, kila saa. Walinde na kuwatetea na kuepusha na yote ambayo hayafai, na yote ambayo hayastahili kwao. Na kusihi Mungu pia uyabariki maisha ya watoto hao. Uwafanye kuwa na maisha mema yenye baraka. Ukawape kufanikiwa katika masomo yao. Ukawape kufanikiwa katika kazi zao watakapofikia wakati wa kuanza kazi. Ukawape kufanikiwa katika biashara zao wale watakaoamua kuwa wafanya biashara. Ukawafanye kuwa watoto wema, ukawafanye kuwa watoto watii, na ukawafanye kuwa watoto wanyenyekevu, na wakakue katika unyenyekevu huo siku zote za maisha yao. Ukawafanye kuwa watoto wenye kukupenda wewe Mungu, na wakakue katika kukupenda wewe Mungu na kukucha wewe Mungu siku zote za maisha yao. Ukawafanye watoto waweze kufikia ndoto za mafanikio watakazokuwa nazo sawa sawa na mapenzi yako. Bwana Yesu, yako mengi ambayo tunahitaji ukawatendee watoto hawa. Tunakusihi Mungu ukawatendee yote mema ambayo unaona yanafaa na yanastahili kwao. Na yote tuliyoyaleta mbele zako Jehova, tunaomba Baba ukayatende na ukayatimize sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe ndio kimbilio. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe unayaweza yote. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe ndiwe jibu la maisha yetu. Asante Mungu wetu kwa kuwa wewe ndio kimbilio. Asante Mungu wetu kwa kuwa unasikia na unajibu maombi, na tunaamini kwamba umesikia maombi yetu yote tuliyoleta mbele zako, na utakwenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako na sawa sawa na vile tulivyoomba na kuamini. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.